Kusini mwa mstari wa ikweta, mahali ambapo jua huwaka karibia kila siku ya mwaka, kuna jambo linaloonekana kupingana na sheria za kawaida za mazingira. Mlima mmoja unaobeba barafu. Huu ni mlima Kilimanjaro, mlima mrefu zaidi barani Afrika na mlima mrefu zaidi duniani unaosimama peke yake bila kuunganishwa na safu yoyote ya milima. Kutoka ardhi tambarare ya Tanzania unainuka hadi kufikia mita 5895 juu ya usawa wa bahari, ukitawala anga kwa utulivu na ukubwa wake. Karibu STEM Swahili. Leo tutapanda mlima huu kupitia macho ya kisayansi, kuanzia kwenye misitu ya chini hadi kwenye kilele chake chenye barafu. Tutafungua siri zinazoufanya Kilimanjaro kuwa mojawapo ya maajabu makubwa ya asili duniani. Hadithi ya Kilimanjaro ilianza mamilioni ya miaka iliyopita, wakati nguvu zilizokuwa zimejificha chini ya uso wa dunia zilipoanza kujenga volkeno tatu: Shira, Mawenzi na Kibo. Shira ndiyo ilikuwa ya kwanza kuibuka. Kwa kipindi kirefu cha shughuli za volkeno, ilijenga mlima mkubwa kabla sehemu yake ya juu haijaporomoka na kuacha kaldera kubwa, bonde la mviringo linaloonekana hadi leo. Baadaye Mawenzi nayo ikaibuka. Hatimaye upande wa magharibi Kibo ikaanza kuinuka. Kwa maelfu na maelfu ya miaka ya mlipuko na mtiririko wa lava, iliendelea kujijenga taratibu hadi kwa kilele cha juu zaidi barani Afrika. Wataalamu wa jiolojia bado wanaendelea kuboresha makadirio ya umri wa kila moja ya volkeno hizi. Kilicho wazi ni kwamba mlima Kilimanjaro haukuzaliwa kwa tukio moja, bali kwa mamilioni ya miaka ya shughuli za volkeno zilizoubadilisha uso wa Afrika Mashariki. Leo, Shira na Mawenzi ni volkeno zilizokufa, lakini Kibo haijafa, imelala. Na ushahidi wake upo ndani kabisa ya kreta yake. Ndani ya Kibo kreta kuna kreta nyingine ndogo inayoitwa Reusch kreta. Ndani yake kuna shimo la ajabu linalojulikana kama shimo la majivu lenye kina cha takriban mita 200. Wanasayansi walipopima joto sentimita 30 chini ya ardhi ndani ya shimo hili, walikuta nyuzi joto 78.5 za Celsius. Joto hili linaonyesha kwamba bado kuna nishati ya joto chini ya mlima. Ndiyo maana theluji haiwezi kudumu kwa muda mrefu ndani ya shimo la jivu. Kwa sasa, Kibo inachukuliwa kuwa volkeno iliyolala, si volkeno iliyokufa. Kupanda mlima Kilimanjaro si safari ya kwenda juu peke yake. Ni safari ya kupita mazingira 5 tofauti ya ekolojia. Safari inaanza kwenye ukanda wa kilimo, ambapo udongo wenye rutuba uliotokana na lava za kale huwasaidia wakazi kulima kahawa, ndizi na mazao mengine. Juu yake kuna msitu wa mvua wenye unyevunyevu mwingi, makazi ya tembo, nyani, chui na mamia ya aina za ndege. Kadri unavyopanda mlima Kilimanjaro, msitu huanza kutoweka na nafasi yake huchukuliwa na ukanda wa heather na moorland. Hapa kuna mimea ya kipekee kama giant heather na giant lobelia. Mmea unaoitwa giant groundsel ni mmea unaofanana na mchanganyiko wa nanasi na cactus. Unaweza kufika urefu wa mita 10
na unapatikana Kilimanjaro tu duniani kote. Juu zaidi kuna jangwa la Alpine, mazingira yenye upepo mkali, mvua chache na uhai mdogo sana unaotawaliwa na moss na lichen. Na mwishowe, ukifikia kileleni kabisa, unaingia kwenye ukanda wa Arctic. Barafu, theluji na hewa nyembamba yenye shinikizo la chini kiasi kwamba kila pumzi hubeba molekuli chache zaidi za oxygen kuliko ulizozoea ukiwa usawa wa bahari. Ndio sababu wapandaji wengi hupata ugonjwa wa mwinuko. Ndani ya siku chache tu za kupanda, umesafiri kupitia mazingira yanayofanana na safari kutoka ikweta hadi karibu na ncha ya dunia. Mwaka 1926, wapandaji waligundua jambo ambalo liliwashtua na hadi leo linaendelea kuwashangaza watafiti. Karibu na kilele, kwenye urefu wa takriban mita 5640, walikuta mwili wa chui ulioganda ndani ya theluji. Lakini swali lilikuwa moja: chui alifikaje juu kiasi hicho? Ukweli halisi bado haujulikani. Mwanzoni mwa karne ya 20, sehemu kubwa ya kilele cha mlima Kilimanjaro ilikuwa imefunikwa na barafu. Kufikia mwaka 2019, zaidi ya 85% ya barafu ilikuwa imepotea. Kupungua kwa barafu kunachangiwa na sababu kuu tatu. Kwanza, kiwango cha theluji mpya kinachofika kileleni kimepungua. Pili, mwanga mkali wa jua hupiga moja kwa moja uso wa barafu. Na tatu, mchakato unaoitwa sublimation, ambapo barafu hubadilika moja kwa moja kuwa mvuke bila kupitia hatua ya kuwa maji. Kupotea kwa barafu kuna athari kubwa kwa jamii zinazoizunguka mlima. Maji ya mito, kilimo na uzalishaji wa umeme wa maji hutegemea kwa kiwango kikubwa sana mfumo huu wa kipekee wa mazingira. Lakini kuna habari njema. Juhudi za upandaji miti na ulinzi wa mazingira zilizofanywa na jamii zinazoizunguka mlima Kilimanjaro zimesaidia sana kuulinda mfumo wa ekolojia wa mlima huu. Kilimanjaro ni urithi wetu na kuulinda mlima huu ni jukumu letu sote. Kwa hiyo, wakati mwingine utakapoona mlima Kilimanjaro ukiwa umefunikwa na theluji yake maarufu, usione mlima tu. Uone mamilioni ya miaka ya historia ya dunia iliyochongwa na moto wa volkeno. Uone volkeno ambayo bado imelala kimya kimya chini ya ardhi ya Tanzania. Uone safari ya kupitia mazingira 5 tofauti ya ekolojia ndani ya mlima mmoja. Na zaidi ya yote, uone fahari ya Tanzania na Afrika nzima, alama ya uzuri, nguvu na maajabu ya asili yanayovutia dunia nzima.